Sudi. Poa vipi? Mzima, uko poa? Mzima siku. Karibu. Asante. Nilikuwa naomba juice na biskuti. Juice na biskuti? Asma. Hivi Lizi ana mtu mmoja hapo mtaani. Kwa nini umeniuliza hivyo? Wewe rafiki yako, unajua sana rafiki yako sana. Na kwako la kwako. Lazima nikuulize, pengine unaweza kujua chochote kuhusiana na wewe. Hamna. Niza na. Sawa. Okay, poa. Baadaye. Lakini nimekuuliza, sawa? Haya. Liz, kwani unamtesa Sudi? Mkubalie tu kaka, watu anakupenda. Asma, hebu ingia kwenye main point. Sijakuelewa. Okay. Leo asubuhi nimeamka zangu hapo nikaenda dukani kwa Sudi. Nilipofika hapo dukani, yani sijanunua hata kitu chochote, kaanza kunioji maswali kuhusu wewe. Maswali gani? Leo sijui una mwanaume mwingine ndio maana unamkataa, au sijui yeye yukoje. Yaani maneno kibao, shoga yangu, mkubalie mtu wa watu. Huyu Sudi anachonitafuta mimi ni nini? Kufikia stadi mpaka ya kuuliza eti mimi natembea na nani hapa mtaani. Yeye inamhusu nini? Hamna chochote shoga yangu, ni mapenzi tu. Yaani angekuwa wewe ndo mimi. Kabisa nishamkubalia. Asma, mimi pale kwa yule Sudi, nini kinachonipeleka? Jamani, Mie, Lizi, kitu gani kinachonipeleka kwa yule Sudi? Ni zile nyama zake za tumbo? Ni ule mtumbo wake, minyama uzembe ile? Au ni kwa kile kiwalaza chake? hamna, wewe umesoma shoga yangu. Kiabu. Kwa kitu sichokijua. Huyo Sudi sina hisia naye hata kidogo. Hivyo tu ninachotaka kukuuliza hapa ni kwamba nataka tukujua unaenda wapi. Kwa naenda zangu ofisini kwangu hapa mara moja. Imekuwa nzuri kwa kwamba mwenyewe nimetoka nyumbani, nilikuwa naelekea huko. Kwa hiyo imekuwa vizuri kukutana hapa na chomba tuongozane. Habari za Sudi sitaki kuzisikia. Wacha, yani umegoma. Mama, haina shida. Lizi. Hivi ni mara ngapi nakwambia jinsi gani? Hebu jaribu hata kusikiliza moyo wangu. Kiasi gani nioni hata huruma mzio. Napata taabu na kutaka nakupenda sana. Sudi, sio kama nakuwa mgumu kukuelewa. No. But for this time, nimefocus sana na kazi. Na ukizingatia, ndo kwanza nimepata kazi ile so mrefu. Sasa nikisema niingize tena masuala ya mahusiano, inakuwaje? Itanikosti. Please, naomba nielewe. Okay. Anyway, nipe mahitaji yangu na Sudi, naomba bwana. Na mahitaji yangu Sudi. Haya baba. Bye. Wewe nikwambiaje? Mimi na tuchamalizana. Tafadhali. Sitaki wewe unakuja hapa kunifuatafuata. Wewe unajiuza, mimi sikuwezi.
Si unanielewa? Sudi. Mimi mzee nataka nitembea na wewe. Lakini kama kutembea na wewe, mzee mimi nishakupenda. Eti Sudi mimi nakupenda. Hivyo uone hata aibu wewe. Hichi kiduka chenye kidogo unataka uje unifilisi na hapa. Nirudi nyumbani kwetu, si ndo maana yake? Sikiliza dadangu nikwambie. Mimi sikutaka. Sawa? Wewe nenda. Bwana sikiliza. Nakupenda Sudi. Sikiliza nakupenda. Mama niache. Hebu niache basi. Wewe nenda. Wewe tafuta wanaume huko wengine huko wanaume wako wewe watemesoni. Yaani wewe Sudi ushazoea kuchunwa. Acha tu nichunwe. Kwa hiyo ndo kwanza naanza, unataka kunifilisha. Please mwanangu. Abe mama. Naomba leo kaandae chumba kile cha wageni. Vipi? Kuna ujio kwani? Kesho mapema tu Brown ameingia. Sasa mama, mbona umechelewa kunipa taarifa? Yaani unaniambia leo nikafanya usafi na kesho mgeni anakuja kweli? Jamani, anakuja mjomba wako, pia hata ufurahi mwanangu. Ha! Kumbe mjomba Brown. Sasa ulikuwa unajua nani? Mungu, nilikuwa sijaelewa lakini baada ya kujua ni mjomba Brown basi bashasha ndo limezidi. Ndio ukamsafishie chumba kakaangu. Ila ulipokosea mama yangu, umechelewa kuniambia. Wewe mtoto wewe, acha uvivu. Chumba kinasafishwa masaa tu, hata sio siku nzima. Dakika 15-20 umesafisha chumba kimetakata. Mjomba akija apate hata mafua. Tena atafurahi kama nini kimwambia akakusafishia mjomba wako kichumba. Nataka mdogo wangu aje huko jamani ashangae. Vipi? Msomi ule unajua mdogo wangu. Anatoka chuo. Sawa, naelewa. Ndio umenielewa ukafanye, acha uvivu mwanangu. Alafu kingine Lizi, mbona unipe hata taarifa za ofisini kwako, unaendeleaje kazini kwako huko, wamekupokeaje wafanyakazi wenzako? Kuhusiana na kazi, mambo yapo bulbul. Naendelea kugain experience zaidi. Eti una game. Wewe Lizi, ni matatizo mtoto wewe. Kikubwa nakwambiaje mwanangu, heshima. Umenielewa? Waheshimu roho kutoka ofisini. Umenielewa Ukiwa na nidhamu kwa kila mtu, utapata shida kazini. Ila watoto wa siku hizi ni wasome zaidi, basi mtaona wenzako hawajasoma kwa zidi yako wewe. Utapata shida. Kweli. Kweli mama, uzuri ni kwamba mimi mwanao unanijua vizuri. Sina tabia hizo. Naelewana vizuri na wenzangu, na heshimu nilowakuta. Basi hivyo. Na changamoto unazokutana nazo kwenye kazi yako? Hapo kwenye changamoto mama. Hapana, changamoto zipo. Tena ugumu upo ni mkubwa. Kwa nini? Unajua mama, kumtreat mtu mpaka akasimama katika ile level anayotakiwa ni kazi kubwa sana. Ila watu hawajui tu hivyo. Kwa sababu unakuta changamoto ni nyingi, mtu anakuja na magomvi yake uko na mumewe. Ukaweza kuwasuluhisha wake katika mstari. Mama, haya, mtu kapata changamoto zake huko za mapenzi, unakuta kadhofika, hana nuru. Hivyo yani muda mwingine unakuta mtu upo kama mweu. Sasa kazi ipo kwangu mimi kumleta mpaka arudi pale alipokuwa. I say. Hicho ndio ulichosomea mwanangu, pambana nacho utafanikiwa. Kikubwa jiamini, pili heshimu wakubwa na wadogo roho kutoka ofisini kwako. Ndio. Umenielewa mwanangu? Sawa mama. Nenda sasa ukafanya usafi.
Siku nyingi. Dada, habari za hapa? Salama jamani. Habari za hapa? Nzuri, karibu sana mdogo wangu. Ongea sana. Yaani hiyo sura. Sasa umekuwa baba tupu. Kweli? Asante dada. Karibu sana, karibu sana. Maisha safi. Ungali tu mdogo wangu. Kweli? Jamani. Bwana brother, chenje yako bwana. Asante ndugu yangu. Hapo bwana. Hapa nyumbani mjomba wenu. Mimi aliponiambia tu kama nimeleta hapa. Nikaa nishajua. Na mimi nikamwambia ukifika tu Kitonga wewe uliza tu kwa Mama Nuru. Boda boda wengi wananijua. Nashukuru umemleta Jovi. Hapo sasa. Karibu. Karibu sana mdogo wangu. Asante sana sister. Huku ndio kwetu. Wewe umetuacha kipindi kile tunakaa kule. Yaani Mazuri sana. karibu sana. Ongea dada. Asante sana. Ongea sana sana. Hapa ni nyumbani. Ndio kada kipindi kipo kule kwa nyumba za watu zile za kupanga. Sasa hivi dada yako ni kwa. Hapo pazuri zaidi ya kule. Unasema kweli ndugu wangu. Pazuri sana. Napenda kwa kweli. Pazuri, karibu. Asante sana. Ndugu wangu umeninipa. Sio nimerudia baba. Ndio umebatika hapo. Dada. Kweli kabisa. Nafikiri. Basi jambo nashukuru sana. Habari ya masomo. Tunamshukuru Mungu. Masomo yanaenda vizuri, bomba kabisa. Kabisa. Uhakika huko. Kuja uraiani. Mimi nashukuru mdogo wangu. Kama umemaliza masomo yako vizuri, yule kumshukuru Mungu. Maana ulipotoka ni karibu, lakini unapoenda ni mbali. Maisha magumu, utafutani unatakiwa upambane, ujitambue. Sawa sawa. Uitumie elimu yako vizuri. Sio, unanielewa mdogo wangu? Nakuelewa sana sister. Mzangu mjomba wako yule hapo, nashukuru alhamdulillah. Ashapata kibarua chake. Kumbe ashapata kazi? Sasa hivi anachapa kazi mjomba wako, ashaanza kuona kuzoea kabisa. Ana bahati. Kabisa. Ashapata kazi. Amepata kazi. Jambo jema sana. Jamani. Kuna ugeni. Vipi?